Shimo la ajabu lijulikanalo kama Shimo la Mungu lililopo katika wilaya ya Newala hapa mkoani Mtwara ni kivutio cha watu wengi wa ndani na nje ya eneo hilo. Wakati wenyeji wa mji huo wanalitumia kama sehemu ya matambiko ya jadi na kimila kutokana na kupatikana kwa dawa nyingi za asili ambazo zimekuwa zikitumiwa na waganga wa jadi. Shimo la Mungu linachukua robo tatu ya ukubwa wa wilaya ya Newala. Wakazi wa mji wa Newala wanalitazama shimo hilo kama hazina ya mila na desturi na utamaduni wa wakazi wa mkoa wa Mtwara, inayojumuisha makabila makubwa matatu: Wayao, Wamakua na Makonde. Shimo hili limesheheni hifadhi za misitu, mito, mabonde na mawe ambayo yanapendeza kwa machoni. Unajua kwa kweli shimo hili hajachimba yoyote. Shimo hili limechimbwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na alipochimba na Mwenyezi Mungu, ni humu tunakuja kuchukua tiba. Tunapokuja kuchukua tiba, tunawatibia wagonjwa wale. Shimo hili ni la asili ambalo limekuwepo miaka mingi, lakini inaelezwa kuwa hakuna anayefahamu kwa undani wake na chanzo cha shimo hilo wala kujua mwaka gani shimo hilo liligunduliwa, ingawa wapo wanaodhani kuwa shimo hilo lilitokana na bonde la ufa. Kwa kawaida ukitaka kutembelea Shimo la Mungu, ni lazima upate mwenyeji ambaye anatambua mila na desturi ili aweze kukueleza na kukufanyia tambiko la jadi ili uende na kurudi salama. Anafahamika kama Bi Sofia Uraya, ni mganga wa jadi akisoma mbepesi ya dua ya kimila kwa ajili ya kufahamisha mizimu na kufungua njia ya kuweza kutembelea. Sisi hatumuoni, hakuna tunayemuona hata mmoja, bali ni nyinyi sisi tunatuona. Kwa hiyo ninachosema hapa sisi tumekuja kuwakilisha upande wa utamaduni, kuwakilisha upande wa mila, kuwakilisha upande wa majini. Shimo hilo limeitwa Shimo la Mungu kwa kuwa jamii ya eneo hilo amezaliwa na kulikuta na kuamini kama ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa hakuna aliyelichimba. Hili shimo kwanza huko ndio chanzo cha shimo. Huko hakuna anayeweza kuingia, labda wenyewe kwa kuamulisha kuingia humu. La sio hawezi kuingia, hata kama mngesikia watu wanaingia ni kipande kidogo sana wanachoingia. Lakini kuingilia huku labda wakuamulisha wenyewe kusema nenda kaingilie kule. Hili ni shimo la ajabu, hakuna aliyechimba, amechimba mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya wazee wa mji wa Newala wanadai wanaliita Shimo la Mungu kutokana na mizimu iliyopo shimoni hapo na uwepo wake wa tangu henzi na henzi bila ya kuwa na mabadiliko yoyote. Ya ukoloni kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaumwa town, ugonjwa wa town. Walikuwa na wengine wanatupwa pale kwenye shimo, na kwa kuona hilo mambo mengi kweli yakaonekana ya ajabu yalivyokuwepo kule shimoni. Na ilikuwa ni si rahisi watu kuteremka mpaka kule kwenye shimo chini huko, kutokana na maajabu hayo yaliyoonekana na mazingaombwe. Na hasi kwa watu wengine, hata baadhi ya matambiko walikuwa wanafanyia kule, kwa kufanyia mambo mbalimbali na yalikuwa yananyokea. Jambo mojawapo ambalo ni la fahari kwetu sisi wa Newala. Kwa hiyo ninaomba serikali kama inawezekana waboreshe ili iwavutie hata watalii. Nini maoni ya wakazi hao wa mji wa Newala juu ya kuendeleza kulitunza shimo hilo? Kuliendelea kulienzi Shimo la Mungu, kwanza uoto wa asili usipotezwe. Lakini jambo la pili, bado serikali inatakiwa ifanye jitihada walau kuzuia watu wanaoingia kule mara kwa mara kwa lengo la kuhakikisha kwamba labda wanajaribu kuondoa miundombinu ile ambayo inasababisha shimo liendelee kuwepo. Hilo. Ofisa utamaduni wa mji wa Newala, Falaji Hamisi, anaeleza katika shimo hilo kuna maajabu mengi kama kuwa na eneo kubwa la matambiko kwa wakazi, kuwepo kwa dawa za mitishamba zenye uwezo kutibu magonjwa mengi, na nyakati za asubuhi hasa katika kipindi cha masika kutokea upepo mkali ambao uvuma kutokea lilipo shimo hilo. Jina la Shimo la Mungu kwa sababu ya historia yake. Ni shimo ambalo limekuwa na maajabu ambayo wazee wetu wa zamani waliyanasibisha na uwepo wa Mwenyezi Mungu duniani, ikiwemo na katika lile eneo ambapo kwanza kulikuwa na linatumika kama ni sehemu ya kupata dawa za asili, na hili mpaka leo huwa linatumika. Kwa maana ya wapo wazee wetu ambao wanaenda kule chini, wanaenda kuchimba dawa ambazo zinakuja kusaidia binadamu.